Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Nafasi ya kijana katika Uislamu. Kijana huyu tambua, anaweza akawa ni wa kike au anaweza akawa ni wa kiume. Sasa katika muhadhara wangu huu nitawaleteeni mambo makuu matatu. Jambo la kwanza kabisa nitawaonyesha taarifu shabab. Kwanza nataka mumjue kijana ni nani. Jambo la pili tutazungumzia ahamiyati shabab au ahamiyatu shabab, umuhimu wa rika hili la ujana una umuhimu gani. Kisha kwa mwisho tutamalizia na baadhi ya visa vidogo, visa ambavyo Allah tabaraka wa taala anasema laqad kana fi qasasihim ibra, kwamba katika visa vya wale wema waliotangulia kwenu nyinyi ni mazingatio, kwa wale ambao liulil albab, kwa wale ambao wana mazingatio. Nitaanza moja kwa moja muhadhara wangu kwa kutoa taarifu ya ni nani kijana, man huwa shab, kijana ni nani, au man huwa shaba, au msichana ni nani. Wanatafsiri wanachuoni wanasema huwa man adraka sinnul bulugh wa lam yasil ba'du ila sinnul rujula, kwamba kijana au msichana jenzi ni yule ambaye anaingia katika umri wa balighi. Wanachuoni wanatufundisha kwamba balighi kwa msichana inaingia akiwa na umri wa miaka 13, na kwa wanaume balighi inaanza kwa umri wa miaka 14. Kwa hiyo kijana anapoanza umri wa miaka 13 akiwa ni msichana na anapoanza umri wa miaka 14 akiwa ni mvulana, huyu tayari ndio rika ambayo nazungumza nao sasa hivi. Akaendelea anasema tabda'u min sinni 15 wa tantahi fi sinni 40, kwamba rika hilo la ujana linaanza kwa wengine kuanzia miaka 15 na linaenda mpaka miaka 40, na wengine wanaenda mpaka kwenye miaka 50. Sasa ndugu zanguni katika imani, vijana wenzangu, wasichana dada zangu, tambueni dini hii ya Uislamu. Kwanza kabisa tambueni Allah tabaraka wa taala kama alivyogawa marhala ya mwanadamu au rika ya mwanadamu, kaigawa rika aina 3. Rika ya kwanza ni rika ya utoto, atufula. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba Allah tabaraka wa taala anazungumzia, anasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa shayba. Allah tabaraka wa taala anatuonyesha rika tofauti aina 3. Anasema wa kwanza, Allah tabaraka wa taala anasema tambueni, yeye ndiye ambaye amewaumbeni min dha'f, kutoka katika udhaifu wa utoto. Allah tabaraka wa taala anasema amewaumbeni kutoka katika matumbo ya mama zenu, wa antum la taarifuna shay'a, hali ya kuwa hamjui chochote. Huo ni udhaifu. Kisha baada ya hapo Allah tabaraka wa taala anasema thumma jaala min ba'di dha'fin quwwa, kisha Allah akajalia baada ya kipindi hicho cha utoto au cha udhaifu, Allah akaweka kipindi ambacho ni cha ujana, wenye nashati, wenye nguvu. Kisha baada ya hapo Allah tabaraka wa taala anaweka rika lingine ambayo ni la utu uzima, thumma jaala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah tabaraka wa taala akajalia baada ya kipindi hicho cha nguvu, Allah akaweka udhaifu ndani yake, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, yule ambaye Allah tabaraka wa taala anamrefushia katika umri wake anampunguzia baadhi ya vitu. Ndugu zanguni katika imani, hiyo ni taarifu ya kijana ni nani. Nadhani kila mmoja anajua kijana ni rika ya aina gani. Niingie moja kwa moja kuonyesha ahmiyati marhalati shabab, umuhimu wa marhala hii.
umuhimu wa rika hili. Tambueni vijana wenzangu, Gen Z, watoto wa 2000, tambueni ya kwamba rika hili, hadhihi almarhala min al-umri hiya ahamu almarahili lima tatamayaz bihi an ghairi, kwamba marhala hii ni muhimu sana, tofauti na ile rika nyingine, kwa sababu ya ule utofauti ambao uko ndani yake. Ndugu zangu katika imani, mtanisamee nitakwenda haraka haraka sana. Angalia Waarabu, ndugu zetu Waarabu, hakuna kitu ambacho kiliwaumiza na wakatoa machozi kwa ajili yake zaidi ya ujana. Ujana huu na usichana huu ambao tunauchezea mimi na wewe, hatujui cha kufanya. Ujana ambao mimi na wewe tunaumaliza kwenye kubeti. Ujana ambao tunaumaliza kwenye miraa na mirungi. Angalia Imamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, shay'ani la ya'rifu fadluhuma illa man faqadahuma. Imamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anasema, mambo mawili hakuna ambaye anajua ubora wake wa mambo hayo mawili isipokuwa yule ambaye mambo hayo yatamuondokea. Akataja mambo haya mawili, ashabab wal afya. Jambo la kwanza ni ujana, vile vile na afya. Ukitaka kujua umuhimu wa rika hili la ujana, nenda kamuulize mzee wako, kamuulize babu yako, akwambie tabu anayoipitia. Ukitaka kujua fadhila za ujana, nenda kamuulize baba yako ambaye leo hii ana umri wa miaka 50, kuswali hawezi kusimama kisimamo kirefu. Anasema muimba shahiri mmoja katika shairi lake la adab, Abul Atahiya anaimba katika shairi lake, anasema, bakaitu ala shababi bidama aini falam yughni albukau wala nahibu faya laita shababa yaudu yauman fakhbiruhu bima faala almahib. Allahu akbar. Abul Atahiya, ndugu zangu katika imani, shairi lake hili lenye kuchoma moyo, anaongea katika maneno yake, anaanza kwamba bakaitu ala shababi bidama aini, nimelilia mimi ujana wangu, nimeulilia kwa machozi kutoka katika macho yangu. Falam yughni albukau wala nahibu, lakini kilio na kuomboleza kwangu hakukusaidia chochote. Faya laita shababan yaudu yauman, laiti ujana wangu ungerudi siku moja. Fakhbiruhu bima sanaa almashibu, ili niuelezee ni namna gani uzee mimi ulivyonitesa. Ndugu zangu katika imani, bila shaka wanachuoni hawa wanadondosha machozi yao na kulia kwa sababu ya rika hili. Bila shaka ni kwamba rika hili lina umuhimu katika maisha yetu. Ndugu zangu, anasema mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala la tazulu qadaman abdin yawm alqiyamah hatta yus'al an 5 wa fi riwaya an 4. Ibn Mas'ud anasema kutoka kwa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, anasema haitotoka mwanadamu siku ya kiyama, hatonyanyua unyayo wake, hatonyanyua kongoro lake kupiga hatua moja, ima ya kwenda mbele au ya kurudi nyuma, hata yusal an 5, mpaka uulizwe mambo 5 au mambo 4. Mtihani huu na ni sharti lazima ujibu maswali haya. Miongoni mwa maswali utakayoulizwa mwanadamu, utaulizwa ani umurihi fima afna, utaulizwa wewe umri wako vipi, uliutumia umri wako. Hilo moja. Jambo la pili, wa an shababihi fima abla, vile vile utaulizwa kwa ujana wako uliutumia vipi. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda.